وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم ثم يغتسل منه. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم ثم يغتسل منه. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم. hadithi hii vile vile amepokea Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'i daim, asioge mmoja wenu kwenye maji yaliyotuama, wa huwa junubun, hali ya kuwa ni mwenye janaba. La yaktasil ahadukum fil ma'i daim, asioge mmoja wenu kwenye maji yaliyotuama, wa huwa junub, hali ya kuwa ni mwenye janaba. Akhrajahu Muslim. Hadithi ameitoa Imam Muslim kwa riwaya hii. Walil-Bukhari, kwa riwaya ya Bukhari imekuja la yabulanna ahadukum fil ma'i daim, asikojoe mmoja wenu kwenye maji yaliyotuama, alladhi la yajri, maji ambayo hayatembei, thumma yaktasil fi, kisha akaoga katika maji hayo. Walimuslim thumma yaktasilu minhu, kisha akaoga kutokana na maji hayo. Aweza asioge ndani ya maji hayo, lakini akaoga kutokana na maji ya, maana akayachota kendaje, amekojoa humo ndani ya maji yaliyotuama, kisha hasioge humo. Thumma lam yaktasil fihi walakin yaktasilu minhu. Kuna tofauti kati ya yaktasilu fihi wa yaktasilu minhu. Yaktasilu fihi maana yake anaoga maji pale pale alipotuama, kama ilikuja riwaya nani ya Bukhari, tumeelewana eh? Ama riwaya ya nani, riwaya ya Abi Daud anasema thumma yaktasilu minhu, kisha akaoga kutokana na maji hayo, maana kayachukua pale alipotuama na ndoo akaenda oga pembeni. Itakuwa ni vile vile Bakari hali na Al-Bakari. Wewe ushakojoa humo na maji hayatembei, uoge humo hayafai, uyachote kwa ndoo uende pembeni ukaoga hivyo hivyo, hayafai maadamu umefanyaje, umekojoa na hayatembei maji haya. Tumeelewana? Na imekuja katika riwaya Abi Daud wala yaktasil fihi min aljanaba, na wala asioge kutokana na janaba, maji ambayo imetuama humo. Tumeelewana eh? Asioge. Na hapa kuna mafunzo mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ukiachia tahara, lakini hata afya, kukojoa au kujisaidia kwenye maji ambayo yatembei, hata iwe ni porini, yatakiwa Muislamu uchunge, kwa sababu kama wewe umefika kule, kuna wenzio pia wana uwezo wa kufika huko. Kama wewe ulipata shida ya maji, kuna wenzio pia watapita watapata shida ya maji. Kwa hiyo kwa kuchunga mazingira, Mtume amekataza watu kukojoa kwenye maji yaliyotuama ambayo yatembei. Tumeelewana eh? Alafu mtu akaoga humo au wakati ya udhu, maana yake una maji yale hayatoharishi, hasa yakiwa ni maji machache. Nani atatusomea? Naam Sheikh.
Naam, endelee. Naam, 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 naam. Asante. Kwa hiyo ukiangalia hadithi hii tuna faida karibia 5 ambazo twazipata. La yakhtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub, mpaka mwisho. Faida ya kwanza ambayo tunaweza tukaielezea, la yajuzu ikhtisalu aljunub fil ma'i alqalil binghimasi fihi, haifai kuoga mwenye janaba katika maji machache akazama kwenye maji hayo, akajizamisha kwenye maji hayo. Maana yake kwenye kidimbwi kidogo tukina maji, mtu ana janaba lake akaenda kuzama kwenye kidimbwi hicho, maji machache ambayo hajafikia kulateni, haifai. Tumeelewana eh? Faida ya pili, inrimasul junub fil ma'i alqalil yufsiduhu, kujizamisha mwenye janaba kwenye maji machache kuna haribu yale maji. Yale maji yanaondoka kwenye sifa zake za utahara. Faida ya tatu, yahrumu albaulu fil ma'i rakid, ni haramu mtu kukojoa kwenye maji yaliyotuama. Maji yaliyosimama ni haramu mtu kukojoa. Usikojelee maji, kuna wahitaji zaidi yako wewe. Faida ya 4, la yajuzu al-ikhtisalu fil ma'i rakid ba'da al-bawl fihi, haifai kuoga katika maji yaliyotuama ambayo umeyakojolea. Tumeelewana eh? Haifai kuoga kwenye maji yaliyotuama baada al-bawl fi, baada ya kuyakojolea. Faida ya 5 katika hadithi hii, yajuzu al-ikhtisalu min al-ma'i rakid, inafaa kuoga katika maji yaliyotuama, bitanawuli al-ma', kwa kuteka maji, biinai, kupitia chombo, wa nahwihi, na mfano wake. Kama maji yametuama, chota, nenda kaoge pembeni, lakini usioge mule mule. Tumeelewana eh? Maji yalituama, kama una uyakini ni masafi, chota, nenda kaoge pembeni. Mwingine anayokuja atachota, atakwenda oga pembeni, lakini sio uingie humo muoge hali ya kuwa maji ni machache, ambapo unataka kuondoa hadath. Hii sio katika jambo la kisheria. Naam.